Ndugu mpendwa unayetutazama wakati kama huu, karibu tena na tena katika mafundisho yetu ya siku ya leo. Na tunaenda kuongelelea kuhusu kitu kinaitwa apostasy, ama katika lugha ya Kiswahili kwa wapendwa wetu wa Tanzania ni jambo linaloitwa uasi. Apostasy kwa Kiswahili inaitwa uasi. Asante. Sijui unaelewaje uasi, mwalimu wangu? Uasi ama apostasy ni kutoka katika imani ama katika ukweli. Kwa hivyo tutaenda kuangalia kuhusu swali hilo, uasi. Kwa maana mbona tuzungumzie swali hili ama swala hili? Ni kwa sababu unapoasi inamaanisha ya kwamba umetoka katika ile kweli. Hivyo basi unapotoka katika kweli, basi tutaita umeasi. Tuangalie mfano mzuri. Katika mji wa Babeli, ni mji ambao uliweza kuasi. Kulikuwa na machafuko ya kila aina. Basi ikaitwa Babylon apostatized, yani Babeli iliweza kuasi. Hiyo ndiyo jambo ambayo tutaenda kuzungumzia siku ya leo. Na basi mafundisho yetu pia yataweza kuambatana na maswali ili tuweze kutoa majibu kulingana na Biblia. Kwa hivyo swali la kwanza tutaweza kusoma katika lugha ya Kiingereza na pia tusikie katika lugha ya Kiswahili ili tuweze kuelewa. Swali la kwanza kuhusiana na swala la uasi ama apostasy ni ya kwamba tunaangalia kuhusu Paulo, kila ambacho aliweza kusema kuhusiana na kuja kwake Yesu mara ya pili. Hivyo swali la kwanza linasema, what does Paul say must take place before the coming of the Lord can be expected? Paulo anasema ni nini ambacho lazima kitokee kabla ya ujio wa Bwana kuweza kutazamiwa. Tuangalie katika kitabu cha Timotheo wa pili. Wathesalonike wa pili 2 mstari wake ni wa 3. 2:3 inasema ya kwamba mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana aiji usipokuja kwanza ule ukengeufu akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu. Kwa hivyo Biblia inatuambia kwamba tufanye nini? Tuweze mtu awaye yote asiweze kuwadanganya kwa njia yote ile, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu kwa kufunuliwa kwake yule mtu wa kuasi ambaye tunampata katika siku za mwisho ya kwamba ni mwana wa kuasi, na nafikiri tutaweza kutaja. Kwa hivyo jibu hapo ni ya kwamba tuweze kujichunga sana kwa ajili ya ule ukengeufu kwa kufunuliwa kwake yule mwana wa kuasi, ama ile ambayo tunaita mnyama, na pia pamoja the beast kwa lugha ya Kimombo. The beast and its mark. Tunapewa tahadhari ya kwamba tuziweze ama kuunganika pamoja na mnyama ama alama yake. Tuangalie swali la pili. What message goes to the world before the Savior appears? Ni ujumbe upi unaenda kwa ulimwengu kabla ya Mwokozi kuonekana? Ufunuo 14 mstari wake ni wa 8. 14 mstari wake ni wa 8. Inasema kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema, umeanguka Babeli, mji ule ulio mkubwa, maana ndio uliowaonyesha mataifa yote mfinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Kwa hivyo
tuliposoma swali la kwanza tuliweza kupata ya kwamba kabla ya kufunuliwa kwake yule mwana wa kuasi, ni ya kwamba huyu mwana wa kuasi tayari atakuwa ameondoka katika ile kweli. Ni ya kwamba atakapoondoka katika ile kweli, basi atakapofunuliwa atakuwa amefanya kitu ambacho kinaitwa apostasy ama uasi. Basi tumeambiwa katika swali la pili ya kwamba ni ujumbe upi unapaswa kufikia ulimwengu wote kabla ya Yesu Kristo kurudi. Ni ya kwamba tumeweza kusoma katika Ufunuo 14:8 ya kwamba ni kuita watu kutoka kwa Babeli ambao umeanguka, umeapostatize, umeasi, watoke pale ili watu wasije wakakunywa pamoja naye ama kuzini pamoja naye. Swali lingine, what is the meaning of the word Babylon? Nini maana ya Babeli? Kwa hivyo ni nini maana ya Babeli? Kwa hivyo hiyo tunaweza kutoa tu katika uelewa wetu. Maybe mwalimu wangu naweza kutuelezea upande huo. Ningependa kusoma katika kidokezo hichi. Inasema neno Babeli ni kutoka kwenye Babel, linalomaanisha mkanganyiko. Wakati linapotumika kwenye kundi la wanaodai kuamini, lingemaanisha kwamba hawakuwa wameungana kwenye imani waliokuwa wameshikilia. Kupitia kusoma Ufunuo 14:6-12, itaonekana kwamba neno linatumika kwa watu wanaoishi punde tu kabla ya Bwana kuja. Angalia mstari wa 14 ambayo sisi tu kwamba wamekanyagikiwa kwa ile imani ya kweli ilivyo, bali kupitia muungano usio halali na ulimwengu wameanguka kutoka kwa kile walichokuwa wanakijua kuwa ni sahihi. Kwa hivyo bila shaka jibu letu ni ya kwamba maana ya neno Babeli inamaanisha ya kwamba ni confusion, ama kila ambacho Kiswahili kimekiita mkanganyiko, confusion. Kwa hivyo bila shaka maana ya Babeli ni mkanganyiko ama confusion. Swali lingine, who are in Babylon? Ni akina nani wako Babeli? Tuangalie katika kitabu cha Ufunuo 18 mstari wake ni wa 4. Inasema, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake. Kwa hivyo wale ambao wako Babeli ni wale ambao wameshiriki dhambi zake, na wale ambao wamefanya nini? Wamepokea mapigo yake. Bila shaka jibu ndio hilo. Wale ambao wako Babeli ni wale ambao wameshiriki dhambi za mji huo, na wale ambao wamepokea mapigo yake. Swali lingine, how did God's people come to be a part of a fallen company? Ni kwa namna gani watu wa Mungu wamekuja kuwa sehemu ya kundi lililoanguka? Tuangalie katika kidokezo cha pili. Kwanza katika ile swali la 4 ilituuliza ni akina nani. Na Ufunuo 18:14 ilituambia kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu. Tumepata watu wa Mungu wako ndani ya Babeli. Ndio maana swali ya 5 imetuuliza ni kwa namna gani watu wa Mungu wamekuja kuwa sehemu ya kundi lililoanguka. Tusome katika kidokezo cha pili. Inasema, japokuwa ulimwengu unatangaza hali ya kuanguka kwa kanisa katika
katika siku za mwisho, Mungu bado hajaondoa roho yake kabisa kutoka kwao. Wakati fulani aliwabariki kwa sababu walikuwa wakiishi nuru waliokuwa naye. Kwa wakati huo waliwaleta wadhambi kwenye zizi na walibarikiwa kwa kazi yao. Lakini kwa kugeuka kwenda kwa ulimwengu, wale wenye mioyo ya unyenyekevu bado wapo hapo, lakini waifurahii hali ya mambo wanayoiona. Hatimaye roho itaondolewa. Kwa hivyo kumbe kuwa part of them ama kuwa part of the fallen company ni kwa sababu waliweza kuleta wenye dhambi ndani ya zizi la Mungu. Jambo lingine ni ya kwamba waliweza walipoleta wenye dhambi katika zizi la Mungu, ni ya kwamba waliweza kupindua steering, wakaweza kuelekea katika mambo ya dunia. Na baada ya kuelekea mambo ya dunia, basi wanagundua ya kwamba kumbe mambo haya ni kinyume na yale ambayo Mungu mwenyewe anataka sisi tuweze kufanya. Kwa hivyo jibu ndio hilo. Kwa hivyo ina maana ya kwamba kumbe tukialika ama tukikubalia wenye dhambi kuingia kanisani, ni ya kwamba wataweza kupindua serikali ya Mungu na wataweza kufuata mienendo ama watafanya watu kufuata mienendo yao ya kibinadamu ambaye ni uasi. Swali lingine, what class of professors does Paul say will come up in the last days? Paulo anasema ni kundi gani la wanaodai kuamini litakalo inuka kwenye siku za mwisho? Tuangalie katika Timotheo wa pili 3 mstari wake ni wa 5. Tuangalie kikundi hicho. Inasema wenye mfano wa utaua, lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. Kumbe kikundi hiki ambacho watatokea katika siku za mwisho ni ya kwamba ni wale ambao wenye mfano wa uteua, wako na mfano wa uteua, having a form of godliness, but denying the power they are from such done away. Soma kwa Kiswahili. Wenye mfano wa uteua ni ya kwamba wako na hawa maprofesa ambao wametajwa ya kwamba watatokea katika siku za mwisho, ni ya kwamba wako na mfano wa uteua, lakini wakikana nguvu zake. Lakini hawa ama kikundi hicho ni ya kwamba wanakana nguvu zake Mwenyezi Mungu. Hao nao ujiepushe nao. Ni ya kwamba tuweze kujiepusha nao, maana kwa hakika wataleta uasi kwetu na tutapotoka tukiwa ama tukishiriki pamoja nao. Swali lingine, what sins are found among them? Ni dhambi gani zinapatikana miongoni mwao? Tuangalie katika hiyo Timotheo wa pili 3 mstari wake ni wa 1 hadi wa 4. Inasema, lakini ufahamu neno hili, ndio, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari sana. Maana watu watakuwa wenye kujipenda. Watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Wenye kupenda fedha. Watapenda fedha. Wenye kujisifu. Watajisifu. Wenye kiburi. Watakuwa na kiburi. Wenye kutukana. Watakuwa wanatukanana. Wasiotii wazazi wao. Hawatakuwa wanatii wazazi wao. Wasio na shukrani. Ni ya kwamba hawatakuwa na kitu kinaitwa shukrani. Wasio safi. Hawatakuwa wenye safi. Wasiopenda wa kwao. Wasiotaka kufanya suluhu. Wasingiziaji wasiojizuia. Wakali wasiopenda mema. Wasaliti, wagaidi, wenye kujifuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Kwa hivyo kikundi hicho ni ile ambayo
ama they are among us the sinners, ni ya kwamba wataweza kufanya mambo haya yote ambayo yameweza kutajwa katika Timotheo wa pili 3 mstari wake ni wa 5. Swali lingine, of what are they to be lovers? Watakuwa ni wapenda nini? Ni nini watakuwa wanapenda? Tuangalie mstari wake ni wa 4. Inasema wasaliti, wagaidi, wenye kujifuna, wapenda anasa kuliko kumpenda Mungu. Kumbe ni wale ambao wanapenda anasa kuliko kumpenda Mungu. Asante sana. Asante. Swali lingine, what is the extent of the sins of Babylon? Ukubwa wa dhambi za Babeli ni upi? Tuangalie katika Ufunuo 18 mstari wake ni wa 5. 18 mstari wake ni wa 5, kitabu ni cha Ufunuo. Inasema kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni, na Mungu amekumbuka maovu yake. Kumbe dhambi zake zimeweza kufika wapi? Mbinguni. Zimeweza kufika mbinguni, na dhambi zake zimeweza kukumbukwa na Mungu. Swali lingine, what did Jesus say to his disciples about self? Yesu anasema nini kwa wanafunzi wake kuhusiana na ubinafsi? Tuangalie Luka 9:23. Luka 9:23 inasema ya kwamba akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Kumbe ukitaka kufuata Yesu Kristo ni ya kwamba ujikane nafsi yako, ujitwike msalaba na umfuate yeye. Asante sana. Asante. What is said of covetousness? What is said of covetousness? Nini kinachosemwa juu ya kutamani? Tuangalie Wakolosai 3:5. Wakolosai 3:5 mstari wake ni wa 5. Inasema Wakolosai 3:5 inasema basi fifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi, uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndiyo ibada ya sanamu. Kumbe hapo kutamani ni ya kwamba ni ibada ya sanamu. Naam. What of pride? Ni nini kinachosemwa juu ya kiburi? Tuangalie Methali 6 mstari wake ni wa 16 na 17. 16:17 inasema kuna vitu 6 anavyovichukia Bwana, naam, fiko 7 vilivyochukizo kwake. Macho ya kiburi, ulimi wa uongo, na mikono imwagayo damu isiyo na hatia. Kwa hivyo ya kwanza ni macho ya kiburi, ya pili ulimi wa uongo, na ya mwisho na mikono imwagayo damu isiyo na hatia. Swali lingine, what are the duties of children to parents? What are the duties? Wajibu wa watoto kwa wazazi ni upi? Tukiangalia katika Kutoka 20 mstari wake ni wa 12, inatuambia ya kwamba watoto waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Na pia katika Waefeso 6 mstari wake ni wa 1 inasema watoto wadogo watiini wazazi wenu katika Bwana. Pia katika Mithali 23:22 23:22 Methali inasema inaambia watoto, msikilizeni baba yako aliyekuzaa, wala usimdharau mama yako akiwa mzee. Kisha ya mwisho Wakolosai 3 mstari wake ni wa 20. 3:20 inasema Wakolosai, ninyi watoto
watiini wazazi wenu katika mambo yote, maana jambo ili lapendeza katika Bwana. Kwa hivyo kwa kifupi, kila ambacho watoto wameweza kuambiwa waweze kufanya ama waweze ama duties of the children to their parents ni ya kwamba ni kutii wazazi wao. Ni kutii wazazi wao. Swali lingine, what position should God's people sustain to holiness? Ni nafsi gani ambayo watu wa Mungu wanapaswa kuidumisha kwenye utakatifu? Tuangalie katika Mathayo 5. Mathayo 5 48. Mathayo 5:48. Inasema basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Kwa hivyo hapo tunaambiwa kwamba tuwe wakamilifu kama Baba mwenyewe alivyo mkamilifu. Huwa unapofungua katika Waebrania 12:14, huwa wala ambao wanafundisha ama the servants of God ambao wanafundisha katika dhehebu mbalimbali, huwa wanaambia watu ya kwamba tuweze kuwa wakamilifu. Yaani tung'ang'ane sana tuwe wakamilifu kama Mungu. Lakini hapa Biblia inatuambia kwamba we should be perfect as the Lord himself is perfect. Hatufai kung'ang'ana sana kuwa watakatifu. Tunafaa kuwa watakatifu, sio kung'ang'ana kuwa watakatifu. Tunafaa kuwa watakatifu ama wakamilifu, samahani, kama Baba alivyo mkamilifu. Tuangalie Waebrania 12:14. Inasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hapana mtu atakaye mwana Bwana asipokuwa nao. Kwa hivyo jambo hilo ama fungu hilo limeweza kujibu swali letu. What is said of thankfulness? Ni nini kinachosemwa juu ya shukrani? Wafilipi 4:6. Wafilipi 4:6 inasema Wafilipi 4 mstari wake ni wa 6. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Kwa hivyo tumepata ya kwamba haja zetu ziweze kujulikana na Mungu. Tuangalie Wakolosai 3:15 kuhusiana na swala hilo. Na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndivyo mlivyoitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Asante sana. What interest will the class mentioned in 2 Timothy 3:1-5 have in hearing the word of God? Kundi linatajwa katika Timotheo ni wa pili 3:1-5 litakuwa na shauku gani katika kusikia neno la Mungu? Tuangalie katika Timotheo wa pili 4 mstari wake ni wa 3 na 4. Inasema maana utakuja wakati watakapo yakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi kwa kuwa wana masikio ya utafiti, nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Kumbe mtu anapofuata tamaa zake ni ya kwamba ataweza kutosikia yale ambayo ama kila ambacho kinaitwa ukweli. Na tumeambiwa ya kwamba wataweza kusikiliza ama watakuwa na walimu wao ambao watawasikiza, na ni ya kwamba watakapoondoka katika ile kweli basi watafuata fikra zao wenyewe. Amen. What will those who are called out
be doing? Wale watakaoitwa watakuwa wakifanya nini? Soma mstari wake ni wa pili. Mstari wake ni wa pili. Aha. Lihubiri neno, uwe tayari wakati ukufao na wakati usiokufaa. Karibia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Kwa hivyo kwa sababu tulikuwa tunaongelelea kuhusu uasi, swali hilo limeweza kuuliza ya kwamba wale ambao wametoka katika uasi wanapaswa kufanya nini? Jambo la kwanza tumeweza kuambia kwamba wanapaswa kufanya nini? Kulihubiri neno na kuwa tayari. Wakati ufao na wakati usiokufaa. Wakuwe tayari wakati ufao na wakati usiofaa. Wakaribie, wakemee na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Na pia kuonya kwa ukamilifu wote mafundisho. Kwa hivyo ni ujumbe mzuri sana. Ni ya kwamba waweze kuhubiri neno la Mungu na wakuwe tayari wakati unaofaa na wakati usiofaa. Have we come to the time when professed Christians are confused and fallen? Je, tumefika kwenye wakati ambao wanaodai kuwa ni Wakristo wamekanyagiwa na kugeuka? Je, swali hilo tumeweza kuulizwa mimi na wewe. Rudia swali hilo. Je, tumefika kwenye wakati ambao wanaodai kuwa ni Wakristo wamekanyagiwa na kuanguka? Bila shaka jibu ni ndio. Ndio. Kwa sababu gani? Kwa sababu wale watu ambao wamekanyagilia chini ukweli ni ya kwamba wameweza kushiriki dhambi zake ama dhambi kama zile za Babeli, na pia wameweza kupokea yale mapigo. Swali lingine, what should be the message for such a time? Ni ujumbe upi unaopaswa kuwa kwa wakati huo? Tuangalie katika Ufunuo 18 mstari wake ni wa 4. 18 mstari wake ni wa 4 nasema, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake. Tokeni kwake enyi watu wangu. Kwa hivyo huo ndio ujumbe ambao kwa wakati kama huu lazima watu waweze kuhubiriwa, ya kwamba watoke kwake, kwa sababu wasipotoka kwake watashiriki na watapokea mapigo yake. Kwa hivyo watashiriki dhambi zake na watapokea mapigo yake. Ndiyo maana katika wakati kama huu tuko na jambo linaloitwa the present truth. Ni ya kwamba ni ukweli wa sasa. Watu wanaitwa watoke Babeli ili wasije wakashiriki dhambi zake na pia kupokea mapigo yake. Swali la mwisho, what should be the character of those who give the message? Sifa ya wale wanaotoa ujumbe inapaswa kuwa ni upi? Tuangalie katika Petro wa pili 3:14. Petro ni wa pili. Ningependa tuanze na Ufunuo. Ufunuo ngapi? Ufunuo 14 mstari wake ni wa 12. Inasema, hapa ndipo penye subira ya watakatifu, ndio wao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Kumbe the character ama tabia za wale ambao wanapeana ujumbe huu ni wale ambao ni wenye subira. Wale watakatifu ambao wako na subira, na ni wale ambao wako na imani ya Yesu. Tuangalie katika Petro wa pili 3 mstari wake ni wa 14. Inasema, kwa hiyo wapenzi, kwa kuwa mnatazamia mambo hayo, fanyeni bidii ili muonekane katika amani
kuwa hamna mawaa wala aibu mbele yake. Kumbe wale ambao wanapeana ujumbe huu ama tabia ya wale ambao wanapeana ujumbe huu ni ya kwamba hawana mawaa wala ili muweze kuonekana kuwa hawana mawaa wala aibu mbele yake. Kwa hivyo mpendwa, tunaambiwa ya kwamba wale watakatifu wa Mungu ama wale ambao wameweza kukubali ujumbe huu wa mwisho ama the present truth, ni ya kwamba wanapaswa kuwa wenye subira, maana ni watakatifu, na pia wanapaswa kuwa na ushuhuda wa Yesu. Hivyo tumeweza kufika tamati ya mafundisho yetu, na himizo yangu ni ya kwamba ama himizo letu ni ya kwamba tuweze kutoka katika uasi. Iwapo kuna uasi ambao unaendelea katika dhehebu ambayo unashiriki, ni ya kwamba uweze kutoka pale, maana tumeitwa katika Ufunuo 18 mstari wake ni wa 4 ya kwamba tuweze kutoka ili tusiweze kushiriki dhambi zake, na pia tusiweze kushiriki katika mapigo yake. Kwa hivyo Mungu akubariki sana unapoendelea kufuatilia mafundisho yetu pale katika TikTok, katika YouTube, pia katika Facebook. Mungu akubariki sana. Usisahau kusubscribe, like, na pia uweze kutoa comment yako ili tunapofuatilia tuweze kujifunza kwa pamoja. Himizo langu ni ya kwamba Mungu aweze kuwa nawe, endelea kujifunza nasi, na Mungu aweze kuwabariki. Amina. Rescue the perishing, care for the